Mtazamaji wa Kyela FM Digital, niko katika jengo la halmashauri ya wilaya Kyela ambapo leo kuna kikao cha robo ya 3 ya baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Kyela. Hapa nje ni ukumbi wa halmashauri ya wilaya Kyela. Kwa tutakuletea vitu vingi sana. Watu wanatamani kusikiliza kile ambacho kimefanyika katika baraza hili la madiwani la halmashauri ya wilaya Kyela. Wasalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa afya na uzima leo katika baraza letu, na walikeni wote mliohudhuria hapa. Awali ya yote nianze kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye leo tunaendeleza majukumu yetu, lakini leo tukiwa katika robo ya 3 ya mwaka fedha 24-25 ambayo ukiangalia robo hii inatupa dira ya kwenda kuhitimisha kota yetu hii ambayo tunaamini hatutakuwa na baraza lingine, tukisubiri taratibu ambazo nafikiri za kimamlaka kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kuvunja bunge na baadaye na sisi utakuwa ni muda wetu wa komo wa madaraka. Kwa hiyo leo tumia nafasi hii sana kumshukuru Rais mama yetu ambaye kwa halmashauri ya wilaya Kyela ndani ya miaka 5 tumeweza kufanya mambo mengi chini yake kama rais wetu. Kwenye eneo la afya wote mashahidi, tulipokea pesa nyingi zikiwepo pesa za vituo vya afya, lakini pia jengo letu la mama na mtoto ambao ni hospitali yetu ya Kyela ambao tumejenga ghorofa. Naomba tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pili, tukiangalia kwenye eneo la elimu wote ni mashahidi. Eneo hilo la elimu tumeweza kujenga shule nyingi zikiweko za msingi, sekondari, shule mpya, lakini pili na kuendelea kukarabati majengo mbalimbali na kujenga madarasa ya kutosha. Hakika rais wetu mpendwa, kipenzi chetu wa Tanzania, hakika Kyela ametutendea haki miaka 5. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Kumbuke vivyo hivyo ndani ya miaka 5 katika halmashauri yetu kumeendelea na uwepo wa miradi ya umeme. Tunaamini wote mnakumbuka halmashauri yetu tulikuwa ni miongoni mwa halmashauri ambayo vijiji vingi na vitongoji na wananchi wengi hawakuweza kupata umeme. Kwa hiyo pia tunaamini baadhi ya vitongoji zaidi ya 90 ambavyo vinasubiria kuendelea na mradi huu unaoendelea, lakini tuna kila sababu sana kumpongeza rais wetu kwa mambo ambayo ameyafanya. Naomba tumpigie tena makofi mengi sana. Pia kwenye eneo la maji wote mtakumbuka halmashauri yetu ya Kyela tumekuwa na miradi mikubwa. Sasa imebaki miradi mikubwa miwili ambao kuna mradi unatoka maji chanzo chake ni Busokelo, lakini pia kuna chanzo Ngana, lakini tunaamini na nashukuru Mungu bunge juzi tumemsikia waziri mwenye dhamana akizungumzia kwamba miradi hii itakwenda kuketi na kuhitimishwa kwa mwezi wa 12. Tuna imani na serikali ya Chama cha Mapinduzi, tuna imani na rais wetu. Naomba wananchi wa Kyela waendelee kuwa na subira katika miradi hiyo. Ni matumaini yetu kwamba miradi hiyo itakamilika. Lakini pili, tuwapongeze baadhi ya miradi ambayo imekamilika, kuwepo mradi wetu wa maji katika kata yetu ya Busale. Naomba tuwapigie makofi sana wananchi ambao kwa sasa wameweza kupata maji, na tukiwa wengine mji wetu wa Kyela na miji mingine ikiwa inasubiri mradi ukamilike. Lakini nitumie wasaa huu kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani. Halmashauri ya wilaya Kyela chini ya uongozi wetu, chini ya mkurugenzi kiutendaji na wataalamu kwa ngazi ya halmashauri, kata mpaka vijiji, tulipokea bajeti ikiwa na bilioni 2.7. Mungu wa mbinguni ambaye leo tunaweza tukawa tunamtukuza yeye kwa sababu sifa na tukufu lazima tumrudishe yeye. Tunakwenda kuhitimisha baraza letu tukiwa na bajeti ya 25-26 ikiwa na bilioni 7.77. Naomba makofi na kushangilia kwa wingi. Ndugu zangu, makofi mliopiga sio ya bilioni 7, makofi mengi sana sana. Kyela oye! Kyela oye! Ndugu zangu, unapozungumzia budget kutoka bilioni 2.7, maana yake leo tunazungumza
kuzalisha pesa mpya halmashauri ya wilaya ya Kyela zaidi ya bilioni 7, bilioni 5, karibia na milioni 70 mpya. Maana yake tunakwenda kuambia wananchi wa Kyela kwamba boma ambalo walitukabidhi tunakwenda kulikabidhi likiwa mikono salama na likiwa salama, kwa sababu duka lao alijashuka zaidi, liliongeza mtaji. Nitumie nafasi hii, mkurugenzi wa halmashauri ya Kyela pamoja na wataalamu wako wote kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya vijiji, sisi kwa niaba ya halmashauri kwa maana ya madiwani tuwapongeze watendaji wetu ambao nyinyi ndio mlikuwa mnafanya kazi hizo. Haikuwa rahisi, wote mtakumbuka, wakati mwingine tulipitia magumu, wakati mwingine tulipitia changamoto, wakati mwingine tulisukumana, ama kwa kutumia nguvu, kwa kutumia sheria. Lengo ilikuwa tufike tukiwa salama. Ni matumaini yetu wananchi wa wilaya Kyela na wao wanasema wameamini halmashauri yetu kwa sasa haikuja na dosari zozote. Wote mtakumbuka miaka yetu mitano yote tuliweza kupata hati safi isiyo na mashaka ya aina yoyote. Kwa sababu ili mjipime, amjipimi kwa maneno, na huwezi kusema boma liko salama na wakati hakuna hati ambayo ina kuindicate kwamba nyinyi kweli mko salama. Tuahidi wana Kyela na tuwashukuru wananchi wa Kyela. Nitumie wasau kwa niaba ya wananchi, nitumie nafasi hii kwa niaba ya wadiwani pamoja na wataalamu kuwashukuru sana wananchi wa Kyela kwa namna ambavyo wameendelea kutambua umuhimu wa kufanya mambo yao, ikiweko uchangiaji wa miradi, ikiweko masuala yanayohusiana na masuala ya mapato kwa maana kutoa ushuru, ikiwepo na mambo mengi mengi. Naomba tuwapigie makofi mengi wananchi wetu wa Kyela. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa madiwani, nitumie nafasi hii kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji na wataalamu wote. Haya nitakayoyasema ni mambo ambayo ni ngumu, lakini lazima tuyaseme kwa sababu halmashauri yetu kuna kipindi ilipitia wakati mgumu. Tulipokea pesa kutoka serikali kuu la jengo ambalo ni jengo la wilaya kwa maana jengo la mama na mtoto, lakini kuna muda lilianza kusuasua. Niwapongeze mkurugenzi na jopo lako, niwapongeze madiwani pale ambapo muliamua kuvunja mkataba. Leo jengo lile limekamilika na mama zetu wanapata huduma sahihi. Makofi yawe mengi sana. Lakini ofisi ya mkuu wa wilaya inapenda sana kuwashukuru waheshimiwa madiwani kwa jinsi ambavyo tumeweza kushirikiana nao kwa kipindi chote ambacho wapo madarakani, na kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kutuletea fedha za miradi mbalimbali. Waheshimiwa madiwani ni mashahidi na ni wasimamizi wa miradi hii. Kwa hiyo tuna imani tulishirikiana vyema na nyinyi katika kuuza duka hili ambalo sisi ni waajiriwa wa Chama cha Mapinduzi. Tuna imani tumeweza kutekeleza kile ambacho Mheshimiwa alikuwa anatamani wananchi wake wapate wa Tanzania, ikiwemo wananchi wa Kyela. Tuna imani tumerahisisha kazi ambayo imekuwa tukifanya wote pamoja, hivyo hata nyinyi mtakavyokwenda majukwaani mna kitu kipya cha kukiongea katika majukwaa hayo ili muweze kujinadi, lakini pia kumnadi na Mheshimiwa Rais. Tumeweza kupata shule mpya ya sekondari ya Mbeya Girls, lakini tuna jengo la mama na mtoto, tuna shule za msingi mpya, tuna shule za sekondari mpya, tuna madarasa ambayo kwenye shule mbalimbali za msingi na vyoo. Pia tuna shule za sekondari ambazo ni za kidato cha 5 na cha 6 zilizoanzishwa katika shule za sekondari ambazo zilikuwa zinaishia kidato cha 4 tu. Tuna vituo vya afya, tuna zahanati, tuna mabweni, tuna bweni la watoto wa mahitaji maalum. Tumefanikiwa pia kuwezesha wataalamu wa kilimo ambapo walipata vishikwambi, walipata pikipiki, lakini pia kuna nyumba ya afisa ugani ambayo inajengwa katika kata ya Kadibasongwe. Tumeweza pia kwa awamu hii tumepata jengo la halmashauri. Halmashauri haikuwa na jengo la utawala, lakini
kwa awamu hii ya Mheshimiwa Rais tumeweza kupata, ambao utekelezaji wake nyinyi waheshimiwa madiwani ni mashahidi, unaendelea vizuri. Hali kadhalika nyumba ya mkurugenzi, hakukuwa na nyumba ya mkurugenzi, yani ilikuwa imechakaa, lakini sasa tumeweza kupata nyumba nyingine mpya ambayo nayo utekelezaji wake unaendelea. Vile vile tuna mabweni ambayo yamejengwa katika shule za sekondari. Tuna bweni ambalo linaendelea na utekelezaji katika shule ya sekondari Kafundo, lakini Katumba Songwe, hali kadhalika KCM ambao utekelezaji wake umeisha, na kama sikosei na Nyasa Lake Shore vile vile ambao utekelezaji wake umeisha na linatumika. Kwa jinsi ambavyo tumeweza kushirikiana na nyinyi waheshimiwa, vitu vyote hivi vimeenda vizuri, lakini pia vile vile kuwapongeza kwa jinsi ambavyo mmeweza kusimamia mapato na kupelekea kuzidi lengo ambalo tulikuwa tumeliweka katika halmashauri. Kwa hiyo niwapongeze sana, kazi iliyofanyika ni nzuri. Lakini vile vile mmewezesha ununuaji wa mtambo ambao pia ni chanzo cha mapato katika halmashauri yetu. Tuna imani tulifanya kazi hii nzuri kwa kushirikiana pamoja na nyinyi, lakini kama kuna sehemu tuliweza kwenda tofauti, ofisi ya mkuu wa wilaya inaomba radhi, na tuna imani mmepokea msamaha wetu na kazi itaendelea endapo mtaweza kurudi tena. Tuna imani kuwaona tena katika baraza lijalo na tutaendelea tulipoishia. Aidha, naomba tuwatoe wasiwasi kwa maelekezo ya kila kitu ambacho mmekiacha chini ya mkurugenzi kitatekelezwa na wataalamu wake. Hivyo tutashirikiana naye pamoja na wataalamu wake, kazi itaendelea na tutaendelea kusonga mbele. Mwenyezi Mungu awatangulie mnakoenda, tunawatakia kila laheri, tunapenda na tunatamani tuwaone tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa sababu kama walivyosema mwenyekiti na watu wengine wamezungumza kwamba kuna vitu vingi ambavyo tumefanya katika kipindi hiki cha miaka miwili. Nimekuta bajeti ya bilioni 4.8, lakini mpaka sasa tunazungumzia bajeti ya bilioni 7.7 ambapo tumeongeza kwa kipindi cha miaka miwili. Maana yake nazungumzia kwa maana ya miaka miwili. Ukilinganisha na nyinyi mmekuta bajeti ya 2.7, mnaondoka na bajeti ya bilioni 7.7. Lakini kwangu mimi kwa kipindi cha miaka miwili nimekuta bajeti ya bilioni 4.8 na sasa bilioni 7.7, ambapo tunaongezeko almost ya bilioni 2.9. Na niwahakikishie mheshimiwa madiwani, tutaongeza zaidi ya hapo kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti hapo. Kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti kwamba mpaka Ijumaa iliyopita tuna bilioni 8.1. Wakati bajeti inayokuja ukomo wetu ni bilioni 7.7. Kwa hiyo tuna almost mwezi mmoja huu mpaka mwezi wa 6 tarehe 30. Naamini Mungu akijalia naweza kasifika bilioni 8.5 au pungufu kidogo ya hapo. Lakini malengo yetu tufike zaidi ya asilimia za mwaka jana. Mwaka jana tulifunga mwaka tukiwa na asilimia 134% jumla ya makusanyo ya mapato fungwa pamoja na sio fungwa. Kwa hiyo tunaamini mwaka huu pia tutaenda zaidi ya hapo. Lakini haya mafanikio sio ya kwetu tu, kama mlivyosema, ni mafanikio ya umoja wa pamoja, kuanzia watendaji ngazi ya vijiji, kata, wataalamu pamoja na waheshimiwa madiwani. Na pia nipende kuwashukuru pia, kama mlivyosema mwanzoni, kuna miradi mikubwa ambayo tumeisimamia pamoja. Najua tusingefanikiwa. Mradi ule ni mkubwa kwangu kwa sababu ndio ulikuwa wa kwanza pia kujifunza katika kusimamia miradi. Mradi wa bilioni 5+ wa Mbeya Gezi. Lakini mradi mzuri na tumepambana umefikia katika hali ile. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuna miradi hiyo inafanya kazi vizuri. Pamoja na hayo, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru ofisi ya mkuu wa wilaya na kuu kwa ujumla. Wamekuwa wakitusaidia sana kwenye kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Muda mwingi wamekuwa wakijitolea katika kupitia miradi, kuhakikisha miradi inaenda vizuri. Kama kuna changamoto wamekuwa wakitoa maagizo kuhakikisha tunaenda vizuri. The same to mapato, nichukue fursa hii kweli kutoka moyoni. Mmenisaidia sana mapato, hasa upande wa DSO pamoja na TAKUKURU. Kila Jumapili wanashinda Ipinda, mwenyekiti, siye kukuambia.
kila Jumapili wanatumia usafiri wao, wanashinda Ipinda kuhesabu magunia ya kokoa, mangapi yameingia, mangapi yanaingia kwenye mnada, mangapi yatauzwa, ili kusiwe na kokoa feki katikati hapa. Na kila sababu ya kuwashukuru, kwa sababu hata mapato tunaozungumzia leo tunalinga, tuna bilioni 8, 121%, ni kwa sababu ya kwao pia, kwa sababu kuna upotevu katikati hapa wa kokoa zinaibwa, lakini tangu ameagiza mkuu wa mkoa wasimamie, na mkuu wa wilaya aliwaagiza au kuwaelekeza kwamba wasimamie. Kwa hiyo sina cha kuwalipa, Mungu aendelee kuwalinda na kuwapa afya njema zaidi. Lakini pia nitambue wananchi kwa ujumla pia tunashukuru. Hii kodi tunaosema tunajivunia sasa hivi tusingeweza kuipata bila nyinyi kuelewa umuhimu wa utoaji wa kodi. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana, na tuendelee kutoa kodi, kwa sababu kodi hii itatusaidia kwa maendeleo ya wananchi. Ni kodi kama mlivyosikia Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba fedha yote ya mwaka huu itakayozidi, mpaka sasa tulipokuwa tunazungumza tuna bilioni 1 kwenye akaunti, naamini mpaka mwezi wa 6 kutakuwa na ongezeko kidogo, fedha yote itatumika kwenye kununua mitambo. Na niwahakikishie waheshimiwa madiwani, niwahakikishie mfumo utakapofunguka tu mwezi wa 7, mitambo hiyo tutainunua na kama mlivyoagiza. Kwa hiyo tuwaondoe shaka kwamba maagizo mlioyatoa huenda kumkuta yako tofauti matumizi. Hapana, tunaheshimu maagizo mlioyatoa, tutafanyia kazi, na sio mbaya ikifika naweza kukuita tu kwamba hebu njoo uone mitambo ile mliosema imeshafika. Utakuwa mwananchi, nitakuita kama mwananchi uje uone mitambo ambayo baraza lako liliagiza na mitambo itakuwa imefika. Otherwise niwashukuru sana, lakini tunawatakia kila laheri huko mnakoenda. Kama alivyosema mzee Koroso kwamba tunatamani mrudi, tunatamani mrudi wote kwa umoja wenu, tunatamani mrudi wote, kwa sababu najua mkirudi na sisi hatupati ugumu sana wa kufanya kazi, kwa sababu tunakuwa na watu ambao tayari tumeshazoeana nao. Kila siku tunajua mheshimiwa diwani anataka nini, mwenyekiti anataka nini, tunawekana sawa, kuliko wakija wengine wapya. Naona minongono kule nyuma, huenda na wao ni wagombea. Mimi lazima nawasifie madiwani wangu nilionao sasa. Kama watakuja wengine au ni mambo mengine, lakini kwa maana ya hawa ambao tunawaaga, natamani warudi, tushirikiane pamoja, tufanye kazi pamoja. Asante. Kwanza kabisa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha na ameniwezesha mimi diwani kufikisha kumaliza miaka hii 5 katika udiwani huu. Namshukuru sana Mungu. Namshukuru sana. Ndio. Pengine ukiwa mwanamke katika kuwapambania wanawake kama diwani wa Vitumaru? Namshukuru sana katika nafasi yangu ya udiwani katika miaka yangu hii 5 nimejitahidi sana kuwakilisha wanawake wa wilaya ya Kyela, hasa katika kuwatetea katika mikopo mbalimbali ya vikundi ambavyo halmashauri yetu ya wilaya ya Kyela ilikuwa inatenga 10% iliweza kuwafikia ipasavyo. Asante. Kwa majina naitwa Alciprian Mwinuka, jina maarufu Alisibonge. Kwa miaka 5 ambayo tumeifanya kuanzia mwaka 2020 mpaka 25 ambayo sasa tunamaliza, kwa tumefanya mambo makubwa sana katika wilaya yetu ya Kyela. Tumefanya maendeleo. Kuna ile hospitali ya mama na mtoto kama mlivyoiona tumeitekeleza kwa wakati, na mpaka sasa imeshafunguliwa inafanya kazi. Lakini kirudi kwenye kata yangu ya Mwanganyanga, wakati naingia pale Kyela Day tumejenga madarasa kama 18, halmashauri kama serikali kuu imetoa madarasa 13, lakini kama sisi kata pamoja na wananchi tumejenga madarasa 6. Kwa hiyo tumefanya mambo makubwa mpaka ambayo tumeyafanya mpaka sasa hivi. Lakini ukieleza kwa shule za msingi kuna madarasa tumejenga madarasa 16, shule ya Mbugani, kina shule ya Uhuru tumejenga madarasa 14. Kwa hiyo tumefanya maendeleo kwa muda wa miaka 5. Mimi nimeingia mwaka 2018 baada ya kufa diwani ambaye alikuwepo, lakini nikakuta hali ya kata yangu ilikuwa sio sawa, lakini sasa kata imekuwa nzuri, na mpaka sasa kama ulivyoona kikao kilichopita sasa ni kwamba tumeagiza kwamba ije greda
ifanye mitambo ilime barabara zote kwenye makata yetu. Ingalau sasa tumeanza kwanza na mtambo mmoja ama kaveta ambayo inachimba, lakini itakuja tena kusindilia, itakuja greda. Naona mambo yanakuwa mazuri, barabara zote zitakuwa nzuri. Kama nilivyoona kule soko Rofea tunaweka kifusi na nini, mambo yamekuwa vizuri. Kwa miaka 5 maendeleo makubwa tumeyafanya. CCM